Wow, Bwana asifiwe, mtazamaji wetu wa Nikio Kiigaga Television. Karibu sana. Mimi naitwa Alpha Erickson na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nimefurahi kukuona leo na natumai pia umefurahi kuniona tena. Kwanza nashukuru kwa sababu ya nafasi ambayo Nikio Kiigaga TV imenipatia kukuja kwenyu kufanya programs ambazo ni za Kiswahili na Kiingereza. Takuwa nakuja na show, nakuja na testimony, nakuja na hadithi, nakuja na motivation, ndio tuweze kunena na wale ambaye hawawezi kuelewa ile Kigiriki ya Central Kenya. Kuna watu hawawezi elewa Greek ya Central Kenya kama mimi. So tutakuwa tunaenda hii safari na nyinyi toka leo hii, na niko hapa kuintroduce officially hii show kwa njia ya Kiswahili sasa. Na ni mimi nitaanza nanyi, kisha tutakuwa na wageni, watumishi wa Mungu, vijana, wamama, wazee. Kutakuwa na mashauri za kiroho, mashauri za ndoa, mashauri za biashara, mashauri za kikanisa na mambo mengi ambayo wewe utaniambia nikuletee. Kwa hivyo tuanze kukuwa marafiki pamoja. Nitafute kwenye Facebook, naitwa Alpha Erickson Global, na every other account, Twitter, Instagram, TikTok, ile ingine inaitwa X, zote ni Alpha Erickson. So Mungu akubariki. Tukianza program ya leo, unajua najaribu kutafuta program na Kiswahili kumaanisha nini. Okay, tajua tu along the way. Nitashiriki nawe neno kidogo. Mimi ni mtumishi wa Mungu kwa neema ya Mungu. Paul amesema ya kwamba by the gospel of Jesus Christ I have been made an apostle. Kwa hivyo ni nafasi niko nayo. Mungu amenijalia huduma inaitwa Alpha Ministries International. Naweza pia tutafuta pale kwenye Facebook. Na kadri ya vile tunaendelea hii safari, tutazidi kujuana na kuingiana, na neema ya Mungu itatosha. Karibu sana. Baba, katika jina la Kristo nashukuru nafasi hii kwa Nikio Kiigaga Television, edition hii ya Kiswahili na Kiingereza. Nafasi nzuri umetupatia. Ninaombea baraka television hii na wale ambao ni wakuu wake. Ninaomba katika jina la Kristo tupate kibali sisi zote hapa kupokea neno lako. Uguze mawazo yetu tuweze kuelewa, hata hii ya mtazamaji, ya kwamba utujalie hekima na maarifa, na mimi unijalie matamshi kulingana na vile hawa watu na wajua na vile wataelewa, na hata zaidi kama vile Kristo angelisema mwenyewe, angelikuwa hapa. Niwe mwakilishi wake kwa utukufu wa jina lako. Tubariki na utuunganishe na upendo wa Roho Mtakatifu, in Jesus name. Amen. So kwa dakika chache, this is Ecclesiastes chapter 4
verses 9 to 10. Ecclesiastes mtanisamehea, utaandika kwa comment section ni nini Kiswahili. Chapter 4 verse 9, mstari wa 9, hiyo najua, na mstari wa 10. Maandiko inasema hivi, nisome na Kimombo na nisome ama pengine nifanye interpretation na Kiswahili ndio tuweze kusikizana kidogo. Inasema two are better than one. Two are better than one because they have a good reward for their toil. They have a good reward for their toil. Verse 10. For if they fall, one will lift up the other. But woe to him who is alone when he falls. He has no other to lift him up. Glory to God. Mungu alitaka ukue hai na ukue subscriber na follower wa Nikio Kiigaga. Ukue fanatic wa Daniel Kamburi na familia hiyo yote. Ndio leo tukutane ni kuongeleshe habari hii iwe baraka kwako na kwa watu wa kwenyu na kizazi chenyu. Mungu anakupenda, ndio maana alihakikisha lazima uwe uko salama, uko hai, uko na afya, uko kwenye uko. Unisikize leo. Two are better than one. What comes to your mind, ama nini inakuja kwa mawazo yako? Ya kwanza najua utafikiria ndoa. Kuna mtu anaitanga watu masingulars. So couples are better than masingulars. Wale wanandoa ni afadhali, ni heri kuliko masingulars. Masingulars, habari yenu. Hata mimi mmoja wenu kiasi tu niliwaambia niko na mtu. Anyway, it is the common thing ambayo itakuja kwa mawazo yako tukiongea two are better than one. Lakini tusafiri kwenye eneo zingine za maisha. Hata wewe kama Mkristo, ukiwa na mwenzako ni afadhali kuliko ukiwa peke yako. Sababu wakati wewe utaanza kupungukiwa kiimani na nguvu za kiroho, nani atakuinua? Correct? Kuna siku ambayo unaweza pungukiwa, unaweza patwa na majaribu mazito, mambo mazito. Unamhitaji Mkristo mwenzako. It is not very wise kujificha kwa nyumba yako ama kwa msitu. Uko peke yako, wewe ni Mkristo, holier than thou, kujua mambo yote. No man is an island. Hata kama wewe unaongea na Mungu direct, saa zingine anatakanga wewe uletewe ripoti. Uliza Elisha. Akasema, this one God hid it from me. You who God talks to you direct, as you say. Kuna siku Mungu ataficha kitu, ndio mwingine akuje akuambie. Lazima uambiwe na mtu mwingine. So hakuna self-sufficiency. In fact, self-sufficiency
ina translate kwa kiburi, kwa sababu the more mambo yote you do on your own, unaanza kuadopt kudharau wengine, unaanza kuadopt kuamini ya kwamba huhitaji chochote, huhitaji yoyote. Hiyo ni kama Mkristo. Kwa biashara, two is better than one. Okay? Mimi ni mfanya biashara, mimi ni mchoraji, nafanya portraiture. Taenda Facebook utafute Mwendwa Arts. Lakini naweza kukuambia from that field, biashara ama umeandikwa kazi, kuna kitu inaitwa co-working, na co-working inahitaji watu wawili. Mimi nachora na kuna mwingine ana frame ama ana mount. Wewe unauza na kuna mwingine anakufanyia source out. Unaendea mali zako wholesale. Umeandika wafanyikazi wangapi, ndio anakusaidia hiyo kazi ungeifanya ukiwa mmoja. You have to take up that fact ambayo scripture inasema. Kama mwananchi wa Kenya, hata wale mko diaspora, you can bear with me witness. Mimi sijakuja diaspora, lakini you can bear with me witness ya kwamba unamhitaji mwananchi mwenzako. Maisha inakuwa na limits fulani tu. Life can be smooth but can have some limits somewhere. Kama Mkenya mwenzako, Mmarekani mwenzako, Muganda mwenzako hayuko karibu, hata language barrier peke yake inasema. Correct? Kwa hivyo mdhamini mwenzako na umpende. Hawa wadugu na madada zetu ambao filimbi inapigwa, tunajua wako kwa hatari, wako kwa shida, huwa inachukua ndugu mwenzao kutoka Kenya. Tunaona wakiletwa airport, nini, msaada, nini, hiyo maneno tunawapata ni wa Kenya wenzao. Sasa sikiza, because they have a good reward, watu wawili wa pamoja wako na baraka, wako na malipo nzuri. Tuanze na mfano kama sahi. Hapa kwenye televisheni, we are because you are. Pengine leo naongea na mtu ako karibu kujinyonga, ako na depression, ako na maswali kadhaa wa kadhaa. Zile mashows, zile maprograms ambazo zinakuja ni kwa sababu ya mtu ambaye ndoa yake ni matatizo, maombi yake ni matatizo, ananyongwa usiku, sijui biashara ni matatizo. Tunaanza kukuja na majibu, tunakuja na mashauri, tunakuja na kupanuana mawazo na kufunguana macho. Kwa hivyo kuna baraka ile napata kwa sababu ya kukuja kukuinua. Na wewe ni subscriber wetu, wewe ni supporter wetu. Unaweza kuwa unanisikiza na hujakuwa subscriber. Wewe unasikizanga tu ukiscroll. Leo kuwa subscriber, kwa sababu utatuhitaji kesho. Na kile tunahitaji kwako ni subscribe. Wale wako TikTok wanasemanga tap your screen. Don't tap your YouTube. Subscribe, tukue marafiki. Correct?
Wakati una subscribe, habari yote inakuja, unajulishwa. Hawezi pitwa na chochote. Hakuna mazito inaweza kupata na ukose majibu kupitia television hii. Two are better than one. Ndio wewe mtazamaji, kuna baraka yako ya kuhakikisha hii television inapata baraka yake na inafikia watu wengine kama wewe. Na sisi kuna baraka tunapata tukikuhudumia, tukikutia moyo, tukikuletea habari ambazo zinakuponya vidonda uko nazo. There is a reward, malipo, zawadi. Kuna hiyo zawadi. Sababu ni safari. Ni safari. It is like a race. Kwa nini? Kuna kuvumiliana, kuna kutiana moyo, kuna kushikiliana, kuna kutoelewana na kuelewana. Safari ya watu wawili haikuangi rahisi. Hata madugu na madada wa tumbo moja au peke yake, wa ndoa kwanza kando, wa familia moja, ni wangapi tunaombea waache kupigana kama mafahali. For if they fall, kama wakianguka, wacha nikuambie, kuna siku moja hivi, time to time, muda baada ingine, kuna kuanga na siku moja ambayo Mungu anaita the day of trouble. Siku ya shida inakujanga kwa kila mtu. Ukue MP, ukue president, ukue mfalme, ukue sheiki, ukue nani, ukue tajiri kwa lokaliti yenu, hata mkue mko na mansion kwa village, hata ukue unaendesha Ford 5, hata ukue unaendanga Dubai kila siku, kuna siku tu moja hivi inakujanga baada ya muda, maybe once or twice in a while, ambayo utaanguka. Utaanguka. Mifano ya kuanguka ni jambo nzito ikutokee, ikuweke chini. Msiba, biashara ilete shida kidogo, ndoa ichache iwake moto mpaka ujipate umetorokea kwa mama yako ama kwa baba yako. Correct? Biashara ikuwe nzito, mambo ikuwe mazito, watu ya kanjo wakuje kukufuruga kidogo kidogo, watu wa KRA. Kama hujalipa tax, utajua ujui, siku yako imekuja. It is obvious. Watakuja wakufuruge kiasi kiasi, skando hapa na pale. Hizo siku unahitaji mtu hapo ambaye atakuchukua. Mtu ambaye atakuchukua hivi. Paul alisema ukidhania umesimama uchunge sana, utaanguka chini. Ukidhani umesimama, chunga sana, utaanguka. Kwa nini? Kuna kuanga na ile siku tu imewekwa, time to time. Unaanguka sababu Ecclesiastes Solomon alisema aje, kuna wakati wa kila kitu. There is time for everything. And today nitakuambia there is time to fall and to rise. In fact, there is time to fall and to be lifted up. Unaanguka, unakuisha nguvu. Kama ni wewe ni wa kuinuliwa, hakuna nguvu ya kuamka mwenyewe. Unakuisha nguvu. Unalia mpaka upanguzwe machozi. Unagonjeka mpaka wewe sasa ni wa kubebwa. Once in a while nimewahi kusaidia watu wagonjwa, unawapeleka choo. I know what I'm saying. Life is not self-sufficient. You need people.
Wacha nikupatie story kwa maandiko. Yesu alienda kwa pool ya Bethsaida. Najua watu wameimba manyimbo za Bethsaida ambazo ni nzuri. Sasa leo ninazisema tu kama passage. Huyu mtu akapatikana pale, alikuwa ameishi hapo miaka 38. 38. 1 2 38. Wangapi hapo kwa comment section mko 38 years? Mikono juu. 38 years. Wewe unafikiri umeishi miaka? Kuna mtu hiyo miaka unadhani umeishi, alikuwa tu mahali pamoja. Yesu akamuuliza, unataka kupona? Akasema, sikukuwa na mtu. Sikukuwa na mtu. I did not have a person. Just imagine. 38 years. Ukicheza, maisha yako inaweza kaa stagnant. Stagnant mpaka uzikwe ukifikiria you are self sufficient. Hapana cheza, hapana cheza. Value people. Hao wanakupenda na si wa kwenyu. Hao wanakuchotea kidogo na si wa kwenyu. Hao wanakupatia connection na si wa kwenyu. Wadhamini. Hao wenye ukianguka wanakulift, wadhamini. Sasa ukianguka na hakuna mtu ya kukuinua, utakaa 38 years. Biashara yako inaanguka and for 38 years haufungui tena. Ndoa yako inakuja inabomoka yote. Sababu hata counselor hutafuti, hata mashauri, hata maombi. Unakaa single another 38 years. Hata kabla uanze kulaumu shetani, anzia hapo. Wengi wenyu hakuna shetani inasumbua. Ni uangalie kando huyo ako karibu na wewe. Hata kabla uangalie kando, angalia television hii. Tuko hapa na wewe. You just need a person. A person. And your case becomes something else. Mtoto yako anasoma, ama wewe uko university unasoma, unalemewa na mathematics, haujui algebra, haujui sijui matrix, haujui sijui inaitwa expansion and extraction, haujui grid reference, haujui bearing. Sijasahau hesabu. What do you know about mathematics? Na hakuna mwanafunzi rafiki yako unaweza na wewe unajua hesabu, si unagonga jembe ya kwanza au uangalii kando, unagonga ya pili uangalii mtu atakusaidia, unagonga jembe ya tatu, you are not serious. Hata kabla uombewe, you are not serious. Unagonga jembe na kuna wanafunzi wengine 10 kando yako. University fail. The friends you only make ni wakuenda dunda na road trip na uko university na unagonga fail na kuna mwanafunzi wako next desk. Hata maybe huyo sharp ni bedmate yako, hawezi take hata 1 hour akujaribu kusaidia kidogo. 2 are better than 1. Juu kigonga jembe leo, kesho mtu anakupandisha kidogo. Pia mimi zamani nilikuwa dunderhead kiasi tu. Nasitaki useme mimi ni dunderhead. Hapana kuwa dunderhead na niko hapa. Lakini zama zile kitambo, miaka mingi, ukiona hii ndefu ni miaka mingi sana. Nilikuwa na lima kiasi kwa mambo ya chemistry. Chemistry. Hata sasa sikumbuki vitu zingine. Lakini nilikuwa nina make friend wa kunisaidia pale. Hii ni mashauri unaweza ambia huyo mtoto yako ako secondary na primary.
ya kwamba make significant friends kwa sababu ya ile masomo. Hata kabla umwambie enda kwa mwalimu kama uelewi mathematics, kama uelewi CRE, mwambie enda kwa hiyo rafiki yako mwenye anaijua. If they fall, wewe kwa familia, you need your brother and your sister. Wazazi, you need your child. Yeah? Kama wewe mtoto wako ndio the only child, the only son, the only daughter, hapana laani yeye. Usimlaani akikosea. Tafuta njia ya kuvumilia tu. Ndio umuhitaji kesho. The reality is that no matter how the rest of the world, family is family. Kwanza kama unaishi na mtoto yako, umesahau jioni mnakutanianga tu hapo. Jioni tu mnakutania hapo. Nyinyi wawili ama nyinyi watatu. Value them. Kesho wao ndio watakusaidia ukiwa mkongwe, ukitembea na mkokojo. Ukisema kefini. Hiyo wakati unasema kefini, ndio watakusukuma kidogo. Kuna siku utaisha nguvu. Hadithi nyingine kielekea kuwind up kidogo. Huyu anaitwa David. Najua mnajua King David. A very good man after God's heart. Maandiko inasema kuna siku moja alikuwa amechoka. Inaitwa exhausted. Ameisha nguvu. Na mtu exhausted normally, hata wewe unajua, unaenda unaruka kwa kitanda, fua. Mimi nimewahi choka. Nakumbuka Thursday sikuwa nimelala, mchana, usiku kazi. Friday mchana kazi, usiku kesha. Kufika tu Saturday asubuhi kwa kitanda na viatu na nguo. Nikaenda. Najua hata wewe umewahi jipata hapo. Hiyo ndio inaitwa kukuwa exhausted. Hiyo hata umbwa ikuje haitakusumbua, ikukule tu juu umechoka. Hiyo hata ukisahau tu kufunga mlango, mwenye anataka kuingia hakuna shida. You are tired. Hata ukiwa umesahau ati maji inamwaga tap, kwani itangojea? Si utaamka uoshe nyumba. Wewe umewahi choka hivyo? Na sasa kunanyesha, unasahau kiatu iko na matope. Nakuta matope hapo chini hapo kwa kitanda. Sasa alikuwa exhausted. So alikuwa na mtu anaitwa Mikaia. Alikuwa na mtu. Huyu wa 38 years hakukuwa na mtu. Alafu kulikuwa na jitu walitokea sasa. Wamekuja ku revenge sababu aliwahi ua Goliath. Hizi vita unashinda hapo in the secret place. Sijui the strong person is the one who wins battles alone. Okay. Will you win the same battle when it revenges? When you are exhausted? Ask David. Siku yake ilifika, amechoka na jitu ndio hiyo. Ilikuwa na sijui na chuma ya 250 watt. Andika hapo, najua hiyo story. Mkuki kubwa. Mkuki wanaume 5 ndio wanaweza beba. Na ilikuwa na vidole 6, mikono na mguu. So what happened? Alikuwa na kijana ambaye anaitwa Mikaia. Maandiko inasema huyu kijana alikuwa amemfunza vita. Sometimes ndio uwe na mwenzako unahitaji kumempower. Sometimes it's a dimension tu ya kushiriki na wenzako katika safari hii ya maisha. Yes. Jitu ndio hiyo. Jamaa na nguvu. Nani ndio alishinda hiyo jitu? Ni Mikaia. Sembuse Mikaia hangekuwa hapo. Na ndio alikuwa best trained, ndio alikuwa ameshika vita mzuri.
kama David. David won all the battles. Si tunajua hiyo? Sasa mtu anashinda vita yote. Kama yule tulisikia anashinda makesi yote. Nastaki hiyo story hapa. Lakini nampenda. Vita yote. So ndio akashinda huyo jitu. Sasa kama angemshinda, David angeuawa. Wacha nikuambie, angeuawa. Vita yote anashinda, but hiyo hakuna vita unaweza pigana ukiwa una nguvu. Wachana na mambo ya weapons kwanza. Kwani weapon ndio zitajifanyia kazi? Hata wewe umejaza silaha kwa store, kama hauna nguvu huwezi operate. Hata uwe na pesa, ukiwa mgonjwa, hiyo pesa kwani itajioperate? Itajicommand, itajiweka signature, ijifanyie transactions. Shukuru Mungu kama saa hii uko na nguvu. Na ndio vijana wanaambiwa ishia Mungu wakati uko na nguvu saa hii. Hata wewe nakupatia challenge. Saa hii uko na nguvu. The best thing you can do with your life, the God of heaven, Ngai wa matwine, focus on him. Angekufa lakini alikuwa na mtu. Leo kuna watu hakuna ndoa kwa sababu hakukuwa na mshauri, hakukuwa na mtu ya kumuombea. Hata venye aliingia hiyo ndoa hakukuwa na mashauri, walikosania vitu kidogo kidogo. Ni vile sahi wajui, ni kuwaka wamewaka, alinikosea, Kuna mtu sahi tu akipata mtu mmoja ataamka kibiashara tena. Akipata mtu mmoja ataenda ng'ambo, ataenda atibiwe, ataenda asome. One person, cause yeye mwenyewe hana uwezo hiyo, but kuna mtu mwingine ni simu. Halo, lete ndege, lete hii, enda. Akona hiyo uwezo. Kuna mtu tu akipata mtu mmoja leo atasoma, atakuwa na uniform, atasoma class 1 to 8 ama hiyo grade. Mimi si wa CBC, sijui hizo. Atasoma form 1 to form 6 yote for one person. Now mtazamaji, it is my prayer Mungu akupatie mtu kama huyo. Hivi tunasikizana. Inaweza kuwa you are stranded somewhere. Let God send someone to your situation. Akusukume kwa hiyo pool of Bethsaida. Wakati kuna breakthrough, wakati kuna opportunity, Mungu akutumie mtu mmoja mwenye atakurusha ndani. Akutumie mtu mmoja atasukuma hizo CV zako. Atakusaidia kufuatilia mambo ya immigration. Atakusaidia kufuatilia visa yako, wewe mtu ya diaspora. Unanisikiza na unatafuta visa ya inchi yenye unaishi. Kwa sababu ni ngumu, ni nzito. Unakuwa na frustration ya njia ya mikato. Mungu akona uwezo, na kama maandiko imesema two are better than one. Kama hauna and you cannot reach either, God can give you one. And today atakupatia mmoja kwa jina la Kristo. Inaweza kuwa hapo umechanganyikiwa. Umechanganyikiwa kabisa. Maisha ni mazito, unahitaji msaada, hauna partner. Hauna mtu atakuonyesha harusi inapangwa aje, udhoni, rasio, udhiaga atia, akuambii. Hauna mtu akueleza hizo vitu. So hata msichana wote akipita kwako anaona wewe hapa. Mungu akutumia hao watu. Amen. But woe unto him. Nikumaliza na maliza. Who is alone? Because when he falls, nobody will lift him up. Umayo na wagonjwa wako na condition very critical. Anapatikana amecollapse kwa nyumba.
asipokimbizwa hospitali, kusipokuwa na mtu karibu. Si mmewahi enda hospitali na mkaona daktari anasema condition kama hii, huyu mtu anahitaji mtu karibu? Correct? Hebu niandikie hizo conditions kwa comment section. Na ukiandika, naomba Mungu anyoshe mkono wa uponyaji katika jina la Kristo. Iwe ni wewe, iwe ni mzazi, iwe ni dada yako, mtoto yako. Ukiamini hivyo tu, nasema atapona tu. Hapana wasiwasi, hapana mambo mingi. Just believe and obey. Interact with us. Or to that person mwenye ana mtu. Una mtu. Watu wangapi upatikana dead? Na ripoti za daktari zikiangaliwa, kama kungekuwa na mtu karibu. I know of a story recently. Mtu alipoteza mpendwa wake, na ripoti zilisema huyu ange survive. Just imagine. A simple thing as that. Sasa unaendesha kampuni yako peke yako, hata ushiriki na wengine. You don't merge, you don't co-work, you don't work with banks. Ile siku itacrash, utaenda kwa nani? Tunasema prevention is better. Si afadhali kuwe na watu around ambaye kwa sababu yao utasema hii ingeanguka lakini imesimama. Hata yule ako na mawazo, wanaita depression, mental health. Kenya awareness inaenda sana sana, ndio tuwapende, tuwe karibu. Kwa nini? Akiwa peke yake, hata Mungu sasa akiwa peke yake psychologically, why should God come in and there are psychological solutions that we have to follow? Kama kuna mtu kwa familia yenu iko na mental issues, kaa karibu na yeye. Ataishi juu uko karibu na yeye, atapona juu uko karibu na yeye. Hata kama anachukua vijiko anarusha, hata kama anapigana mateke usiku, vumilia. That love ndio inamweka kama ujui. Ask me. I have by the grace of God prayed for children with mental issues. Mama anachapwa na mtoto wake, kuchapwa na hautamlaani juu si yeye. Ukue hapo, msaidie, asijidunge, asijiumize. Yes? Mungu akubariki. Na ninaomba maisha yako haitawahi poromoka kwa sababu ya kukosa mtu karibu na wewe. Hii safari tuko pamoja. Hautawahi anguka, hautawahi isha, hautawahi angamia. Tutapelekana na Mungu ako pamoja na sisi. Mungu akubariki. Tutakuja kuonana siku nyingine. Baba, bariki mtazamaji na umponye na umuinue. Hii neno iwe kwamba itamuinua kutoka leo. Kizazi yake na lineage yake ibarikiwe katika jina la Kristo. Tumia namba yangu hapo kwa screen. Mungu akubariki. Hihi niwe ati kuigithia na ng'undu noguo uigithia ro tawithagia thogora. Boma Epic Homes tuna project njeru kuria mwena wa Nanyuki iria retwo Nanyuki Epic Garden. Ni ndagika 30 tu kuma Nanyuki town handu etagwo Segera, kuria tuna broti cia 50 by 100 iria twa kwendia thogora wa ciringi 195 mbeca baribari, na woka waigithia 60,000 icio ingi tugakuhe mweke wa mieri ingi 6 urikie kuriha. Kundu guku kwina mai na thitima ni tiri munoru, na kwina mathibitari, macukuru ona ningi wabici cia thirikari kana cio tungata wa muingi. Tocera wabici-ini citu kuria Shime Court, Sheikh Karume Road, room number 303, ngorofa ya 3, kana tuhure thimu namba 0720 699 701 0720 699 701. Boma Epic Homes, we bank on soil.